ya baada ya saa 1 ama saa 4 kulingana na majira ambapo upo, na kama kawaida kama ada lazima niingie moja kwa moja ni kujuze vidokezo vya habari, taarifa kwa ufupi katika nyanja tofauti. Na kweli matukio ni mengi, na hizi ni taarifa za tarehe mosi Disemba mwaka 2022. Basi tukianza moja kwa moja ni kwamba Hustler Fund ilizinduliwa rasmi hiyo jana. Inasemekana kwamba Wakenya wengi wamejaribu sana kupata zile fedha kutoka kwa ile ama kupitia simu zao, lakini nimeona kwenye mitandao ya kijamii Wakenya wengi sana wakiendelea kuteta. Kumbuka kwamba wewe kupata zile fedha lazima uwe na identity card, lazima uwe na line ya simu, whether ni Airtel, whether ni Telcom, whether ni Safaricom, ambayo umeitumika kwa zaidi ya siku 90, 3 months. Kwa hivyo itakuwa ni rahisi zaidi. Na watu wengine wamekuwa wakijiuliza fine ni nini? Some of the fines pia ama zile sheria ambazo zimewekwa, moja wao ni kwamba iwapo utachukua shilingi 500 ama shilingi 1000, kisha baada ya siku zile 14 ama 15 haujalipa, utaongezewa siku nyingine 15. Baada ya kuongezewa zile siku nyingine 15, iwapo bado hutalipa, basi akaunti yako itafungwa. Ile account itafungwa na hutawahi register na that ID ambayo ulitumika, kwa sababu system already inaonyesha kwamba you registered and you defaulted. Okay? Swala jingine nimeona watu wakitata ni kwamba ukiingia pale na kuitisha pin ya M-Pesa. Hey jamani. Anyway, mtazamaji na msikilizaji, ni yale ambayo nakujuza hapa na pale. Nikikupeleka kule katika kaunti ya Meru ni kwamba gavana wa kaunti ile Kawira Mwangaza sasa amepata afueni kidogo baada ya mahakama kusitisha ile hoja ya kuondolewa afisini, hoja ambayo ilikuwa imeanzishwa na bunge la kaunti ya Meru. Mahakama ile imempatia afueni Kawira Mwangaza baada ya kusimamisha hatua ama ile hoja ya kumuondoa afisini. Nikiachana na ile, kumbuka kwamba mitihani ya KCPE pamoja na ile ya KPSEA ya grade ya 6 ilitamatika hiyo jana. Wanafunzi officially wako pale nyumbani, lakini kumbuka kwamba mitihani ya KCSE kidato cha 4 inaendelea. Na wale ambao the common subjects ambazo zinafanywa English, math and stuff zinaanza kesho, which is on Friday, na mitihani ile itatamatika siku ama tarehe 23 mwezi huu wa Disemba. Nikiachana na swala hilo, tukirudia ama tukirejelea swala la Hustler Fund, baadhi ya viongozi wa bunge kutoka upande wa Azimio la Umoja wa Kenya wamejitokeza kukashifu zile fedha saa kwa ile riba ambayo inatolewa ama ile interest, akisema kwamba zile fedha zilifaa kuwa zitolewe bila interest ama zitolewe kama grant. Ni swala ambalo viongozi kadhaa wamejitokeza kuzungumzia. Nikiachana na swala hilo, kumbuka kwamba kipindupindu kimezuka. Ugonjwa wa kipindupindu umezuka nchini Kenya. Zaidi ya kaunti 10 zimeathirika, zaidi ya watu 25 wameangamia, wengine zaidi ya 1000 wameambukizwa. Kwa hivyo be very careful mahali unakula, kitu unakula, general hygiene, ili usije ukajipata kwenye swala kama hili la kipindupindu. Kumbuka kwamba kipindupindu wengi wanaita ni cholera. Na kule Nairobi, katika kaunti ile ya Nairobi, eneo la Kayole pale, niliona wakazi wakiteta, wanaambiwa wafunge mikahawa. Wanajiuliza ndio tumefunga mikahawa, lakini majitaka yanapita kila mahali, watoto nao wanacheza pale, itakuwaje? Nikiachana na swala hilo, kumbuka kwamba mazungumzo ya kuleta amani mashariki mwa Democratic Republic of Congo yanaendelea nchini Kenya, yakiongozwa na Peace Ambassador wa ukanda wa Afrika Mashariki aliyekuwa rais mstaafu Uhuru Muigai Kenyatta. Ni swala ambalo kwa kweli tutakujuza kiundani katika kipindi cha Morning Brief.
Kutoka upande mwingine kumekuwa pia na minunguniko ya hapa na pale kutoka kwenye kaunti ya Kisii. Hii ni baada ya moja wa diwani ama MCA kushambuliwa katika ama karibu na uwanja wa michezo wa Gusii, swala ambalo limekashifiwa na wengi wa wale ma MCA ambao walitembea pale kumtazama na kumuona, wengi wakikashifu sana gavana kaunti ya Kisii Simba Paul Arati, ambaye pia amejitokeza na kulaani kitendo kile na kujitetea akisema kwamba kwa kweli mambo kama yale hayakutokea. Swala ambalo yeye anapea kipaumbele ni utendakazi. Kwa hivyo ni masuala ambayo yanaendelea wakati ambapo pia kuna wale ambao ni wanabodaboda katika kaunti ya Kisii ambao pia wameanza kunungunika kuhusiana na masuala tofauti ambayo tutakujuza katika kipindi ambacho kinakuja. Nikiachana na swala hilo kidogo, ni kupeleke katika kombe la dunia kule Qatar, kwamba hiyo jana Tunisia nasema kwamba they kissed goodbye round ya 16 ya michezo ile, baada ndio ilipiga timu ya Ufaransa goli 1-0, lakini cumulatively haingeweza advance to the next round. Kwa hivyo ni swala ambalo pia linaendelea. Kumbuka kwamba wale ambao ni makatibu katika wizara ambao walikuwa wajahojiwa walimaliza kuhojiwa hiyo jana, na sasa kamati tofauti za bunge zitaandaa ripoti zipatiane pale kwa rais kabla ya kuenda likizo. Naambiwa kwamba likizo huenda ikaanza kesho iwapo hakutakuwa na swala la muhimu la kuzungumza. Kwa hivyo ni swala ambalo linaendelea pale. Kutoka ule upande wa Isli, polisi ama polisi Rashid Ahmed amekata rufaa kwa mahakama ili kusitisha kufunguliwa mashtaka na DPP. Kumbuka kwamba Rashid Ahmed anatuhumiwa kwa mauaji ya vijana wawili, swala ambalo kwa kweli IPOA ilitaka afunguliwe mashtaka, lakini baadhi ya wakazi wa eneo la Isli waliandamana hiyo jana wakitaka Rashid Ahmed aachiliwe kwa sababu ni mtu kulingana nao muadilifu. Ni swala ambalo pia na kupeleka katika kaunti ya Kiambu ambapo siku ya leo mahakama itaamua iwapo mshukiwa wa mauaji Gladys Chania ambaye ni mwanasiasa pamoja na mshukiwa mwenzake wataachiliwa kwa dhamana kuhusiana na kifo cha mumewe Gladys Chania George Mwangi, ambaye anatuhumiwa kwamba alimuua. Kumalizia tu ni kwamba kumekuwa na maswali mengi sana kutoka kwa wananchi wa Kenya na viongozi tofauti kuhusiana na ile njia ambayo ama zile hatua za mkurugenzi wa mashtaka ya umma Nurdin Haji anaondoa kesi za watu fulani pale mahakamani, ama anatupilia mbali zile kesi. Kesi ya hivi karibuni ni kesi ambayo ilikuwa inamkumba yule ambaye ni waziri wa jinsia Aisha Jumwa, kesi ya mauaji ya Ngumba Jola ambayo ilitokea mwaka 2019, na katika ile kesi inasemekana kwamba Aisha Jumwa sasa atakuwa shahidi dhidi ya mshukiwa mwenzake ambaye alikuwa bodyguard wake pale. Kwa hivyo ni swala, kumbuka kwamba ni kesi ya pili kutupwa nje baada ya ile kesi ambayo ilikuwa ya ufisadi pia kutupwa nje dhidi ya Aisha Jumwa. Kwa hivyo ni masuala ambayo yanaendelea, tutakujuza zaidi kwa undani baadaye. Swala la mwisho ni kwamba familia ya mwende zake Tob Cohen imekata rufaa kuhusiana na swala hilo la DPP Nurdin Haji kutaka mashtaka iondolewe dhidi ya mshukiwa mkuu wa mauaji ya Tob Cohen, mkewe mjane Sara Wairimu. Swala ambalo tutakujuza pia kwa undani katika kipindi ambacho kinakuja. Kwa sasa nashukuru sana kwa kuwa nami for the last 10 minutes katika kipindi cha kipindi hiki cha taarifa kwa ufupi, and I sincerely thank you kwa kuendelea kuwa hapa ndani.